Vera. Vera! 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 Kuna nini kwanza Pablo? Mungu wangu. Mimi sipendi matatizo kabisa. Ngoja kwanza. Hakuna mtu yote alikuwa anakufuatilia kwa nyuma labda? Hakuna. Vera, imekwaje yule jamaa kakuachia? Pablo, nikikwambia kwa yule jamaa si mtu mbaya kabisa, huwezi kuamini. Siwezi kuamini kweli. Labda wewe ndio uniaminishe. Kwa nini unaongea hivyo? Kama unavyoniona Pablo, ameniachia na hajaniumiza kabisa, na amesema hii kesi si dhidi yetu, ni dhidi ya Kea na Kisai. Unajua nini kuhusiana na Iziati? Mimi sijui chochote kakaangu. Sasa kwa nini uko hapa? Sijui pia. Kule ulifuata nini? Kule mimi nilimfuata mpenzi wangu. Mpenzi wako? Mpenzi wako ni nani? Kisai au? Hapana, anaitwa Pablo. 45 kitengo. Hisia za katuni, tabasamu la mdoli. Ndio. Basi sawa. Hii vita wewe haikuhusu hata kidogo. Hii vita ni yangu mimi pamoja na Kisai. Sawa. Basi unaweza ukaenda na umwambie Pablo kama anahitaji msaada wote kutoka kwangu, naweza kumsaidia. Kwa sababu sisi sote tunapambana vita na mtu mmoja. Uwe na bahati njema binti. Na ndio hivyo alivyoniachia na kusababisha mimi kufika hapa. Ni sawa Vera, lakini hatupasi kumwamini mtu yoyote ile kwa sasa. Ni kweli Pablo, lakini jambo jema ni kwamba kila kitu kimeshaisha kwa sasa. Hajaisha Vera, mambo ndo kwanza napamba moto. Unamaanisha nini Pablo? Vera, nimeua. What? Ni mchezo wa karata ambayo itatawala, ndiyo itabeba ushindi wa siku zote. Nisikilize kwa umakini.
ninahitaji umtafute Cobra popote pale alipo, kisha umuue. Ndiyo, usiniulize mimi maswali ya kijinga. Ninahitaji kuona maiti yake haraka iwezekanavyo. Cobra kafanyaje kwani kiongozi? Ni msaliti ambaye hastahili kuendelea kuishi hapa duniani. Lakini bosi, hakuna cha lakini. Nimesema hivi, Cobra ninahitaji auawe haraka iwezekanavyo. sawa bosi. Il veut tuer KB à cause de la richesse de sa famille. Oh oh, la vérité se cache. Ukweli umejaa. Unatuma watu waniue. Hivi, unadhani ni rahisi? Tena ikiwezekana, nitakuua kwa mikono yangu miwili mimi mwenyewe. Sio rahisi kama unavyofikiri. By the way, niko round hapa na kuona. Ngoja nije uniue. Kama unahisi ni rahisi kumuua Cobra. Hello. Cobra! Cobra, nyamaza. Lakini hivi, mimi ningefanyaje? Ukizingatia KP alikuwa kwenye matatizo. Na mimi sikuwa na namna nyingine kumsaidia zaidi ya kujitoa wife. Hata kama Nora, lakini usingetakiwa kutoa zile document. Maana umejaribu kuoa maisha ya watu wengine wengi kwa ajili ya kumsaidia mtu mmoja. Kama nilikosea wife yangu naomba unisamehe. Ila sikuwa na karata nyingine mkononi ndio maana nikacheza hiyo. Mpaka sasa hivi kwenye mchezo wa Albastini, mshindi ni Kisai. Maana yeye pekee ndio mwenye karata ya ushindi mkononi mwake. Unahisi kumuua Cobra ni rahisi eh? Kama unaua mende chooni. Cobra, kwa nini unataka kufanya hivi? Kwa sababu na wewe uliwafanyia wengi kama hivi. Kwa hiyo unataka ufeel kama wengine walivyokuwa na feel. Inauma eh? Tulia. Bado kidogo. Cobra! Cobra! Cobra, nakuita mara 3. Na kuhakikishia utakwenda kulipa kwenye hili Cobra. Yes, ni lazima nilipe. Na malipo nitalipa ni kurudisha hizi hati sehemu husika. Na kuhakikishia hautapata chochote. Hautapata chochote Cobra. Sio kila jambo unalofanya duniani ni lazima ulipe. Mengine tutaenda kulipwa na Mungu. Bye loser. Siku nyingine ukicheza mchezo wa Albastini, sio lazima uonyeshe karata zako zote. Wifi, mimi yote namwachia Mungu kwa sababu hata katika maandiko yake alisema pesa, dhahabu, vyote ni mali zake. Bwana mambo vipi? Leo tuna habari njema kutoka kwa Chris Bando Mzobe Kitonga. Kama unajua natumia line ya Halotel, mtafute bwana kuunganisha GB za kutosha kwa bei nafuu mno. Just imagine, GB 15 unazipata kwa shilingi 13,000 tu. Na sio hivyo, kuna vifurushi vingi vya bei nzuri na nafuu zaidi ya hivyo. Sasa, namna ya kumpata Chris Bando Mzobe Kitonga, mtafute kwenye mawasiliano. Mtafute kwa namba 0615 75 43 03 au 0785 73 63 61 au 0717 04 80 48. Wewe kuna namba yake nyingine ambayo ni 0766 58 65 27.
sisi kwa pamoja tunamwamini Chris Bando. Usiwe na wasiwasi ukitaka kufanya naye kazi. Unamtumia pesa, then anakuunganisha bando kwa uhakika kabisa yani. Chris Bando, Bei Kitonga. Nora, sio kila kitu ni cha kumwachia Mungu. Vingine kama unavimudu ni bora umalizane navyo tu. By the way, auntie yuko wapi? Mama yuko ndani amepumzika. Basi sawa, wacha nikamwamsha then nimwage niondoke zangu. Hapana wifi, ni vyema ungemwacha apumzike. Maana amekutana na mambo mazito sana mpaka muda huu yuko njia panda. Nyumba yenu sasa mimi inanichosha jamani. Haya, naomba basi nimuone na huyo mgonjwa ili niweze kuondoka. Sawa, tuondoka muone. Usilie Vera. Nahitaji kulia papi. Wakati naona kabisa ndoto yangu kuolewa na inaishia njiani. Lakini nilikukataza Pablo. Usiue. Ona sasa. Ona. Unakwenda jela na mimi unaniacha ulaiani na tangatanga. Zile hadi tulizokeana ziko wapi Pablo? Tulipanga tutafunga ndoa. Tutazaa watoto na tutaishi kwa amani. Ila tizama sasa baba. Ni makosa yangu Vera. Nilikuwa na hasira, nikajikuta naua. Hapa nilipo najutia Vera, najutia. Wengi walisema hasira ni hasara. Majuto ni juku. Sasa nimeamini. Nifanyaje sasa Vera? Jaribu bahati yako Pablo. Kama kukamatwa, usikamatwe kizembe. Eti ndio maana nakupenda Vera. Lakini kuna mpuuzi huyu anajiita Jivi. Ananikatisha sana tamaa yani. Kwa sababu yeye ananijua mimi, lakini mimi simjui yeye. Usikate tamaa kipenzi changu. Mimi nipo bega kwa bega na wewe kwenye tatizo zote zile. Safi, basi inatakiwa tukimbie eneo hili kwa sababu Jivi anapajua hapa. Sawa kipenzi. Mimi nipo tayari kwenda kuishi kokote kule na wewe. Kikubwa unaahidi tu kuwa utanioa. Nitakuoa kipenzi, lakini tukimbie kwanza huu msala. Nipo tayari kuambatana na wewe kipenzi. Sawa basi, tumshirikishe na Kobra ili tutafutie sehemu nzuri ya kujificha, maana anaonekana yule sio mtu mbaya. Unamwamini vipi? What if Kobra akiwa ndo Jivi? Hilo nalo neno. Basi tufanye mpango wa kuondoka hapa kimya kimya. Baba. Vera. Naogopa sana. Ninahisi tunakwenda kupata matatizo. Usijali Vera, niko hapa. Hakuna kitakachoharibika. Okay? Wait. Kepe. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Sio kwa mabaya. Kwani ulikuwa na haki ya kuweka dhamana kampuni, maana sio kwa ubaya ndugu yangu. Kepi. Mungu wangu. Kepi. Wewe inabidi tumpeleke hospitali. Kwa nini?
Niko sawa. Uko sana unatoka damu kiasi hiko? Usijali. Ni kawaida. Ni kawaida? How come? Kipi ukifanya masiara unakufa? Hata hivyo siwezi kupona binamu. Hivyo msihangaike wala kupoteza muda kunipeleka hospitali. Na pia nawaomba siri msimwambie mama. Wewe, kwa nini unasema hivyo? Kwani wewe ni Mungu au? Nasema hivi kwa sababu aina sumu ambayo iko mwilini mwangu ni sumu hatari sana ambayo haiwezi kuniacha salama. Na matibabu yake hayapatikani hapa Tanzania. Matibabu ya hii sumu yanapatikana nchini Kenya pekee. Wow. Na mpaka muda huu nimeshachelewa. Listen binamu. Msaada pekee ambao unaweza kunisaidia, nisaidie kumpambania Nora ili kusudi kile kitu kirudi tena mikononi mwake. Mimi binafsi mapambano yangu yanaishia hapa. Alafu ndo mlinzi. Sasa kusingekuwa na mlinzi maana ni mwoga hatari. Wacha maneno yako wewe. Nilikuwa nakutega tu. Sasa sikia, naombea. Wacha wewe. Ombea upi wewe? Unajua maisha ni kama gwaride. Ukisikia nyumba ya joka, wa kwanza anakuwa wa mwisho na wa mwisho anakuwa wa kwanza. Mleta ombea na wewe bana, hata misali zako na auza zako hapa. Ombea hapo kama ifuatavyo. Nipe sikio baba. Wakati Madam Zebu na Danola wanazungumza, mimi nilikuwa pale nasikiliza, na miongoni mwa mazungumzo yao nimemsikia Danola akisema dokumenti za ofisi kampa Kakisai. Yaani maana yake kuanzia sasa hivi boss amegeuka Kakisai na sio Danola tena. Mungu wangu, tutaficha wapi sura zetu? Yaani acha tukasongwa, nimeishiwa pawa. Na bosi Nora aitwaidi mishahara minono. Sasa hivi tena tunarudi kumshuhudia Kisai. Ndio hivyo kasongo, yani sijui hata za kwaje mdomo mimi nataka nimemfunga. Vipi tena bosi? Mbona peku peku? Mzima. Mwapuzi! Hamwezi kunizidi mimi kete hata siku moja. Sasa basi, atakufa mmoja baada ya mwingine ili tukose wote. Kisai, unataka nini tena? Dokumenti sishakupatia. Acha maneno mengi Nora. Unajifanya mastermind. Sasa umekwisha. My brother son. Uko naumia kuwa leo, okay? Basi niwe mimi. Kwa sababu kwanza sina muda mrefu wa kuishi katika hii dunia yenu iliyojaa udhalimu. Lakini pili, hata ukiniua leo nitakufa kama shujaa niliyepambana upande wa haki. So kill me.
ni mchezo wa karata ambayo itatawala, ndiyo itabeba ushindi wa siku zote. Siku hizi kwetu hakuna amani, mali imekuwa chanzo cha shida, ahadi zote tumevunja. KP, il cherchait la paix, maintenant qui s'aille, il est la source des problèmes. Il veut tuer KP à cause de la richesse de sa famille. Oh, oh, la vérité se cache, ukweli umejificha. Mon amour m'a abandonné sans savoir c'est quoi les problèmes. Oh, oh, oh. Ni mchezo wa karata